Asante sana wandu wa Kisii more. Murembe. Unaelewa hiyo pia? Asanteni sana. Leo kwanza nataka tushukuru Gavana Simbarati na viongozi wote wa kaunti hii ya Kisii kutukaribisha hapa. Hii roundabout ni ya kihistoria. Mimi nimekuja na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, mwisho tukiwa hapa na ndugu yangu Matiang'i, tulisimama kwa hii roundabout. Mnakumbuka? Na tulikuwa tumemweleza tunatembea maeneo haya, na Uhuru Kenyatta akatutuma na salamu kwa watu wa Kisii. Mmezipokea? Vile vile Baba Raila Odinga tumemweleza leo tuko hapa. Alikuwa hapa na Governor Arati kwa hii roundabout daraja mbili. Leo pia ametutuma na salamu tukiwa hapa. Mmezipokea? Mama wetu Martha Wangare Karua ametuma na salamu. Mmepokea? Tuko timu kubwa, hata Profesa Wajakoya. Na leo tukiwa hapa leo tunataka tuwape ujumbe mmoja tu, ya kwamba tunawashukuru watu wa Kisii Nyamira, tunawashukuru watu wa Nyanza region kwa ujumla, tunashukuru watu wa Western region kutoka Kisii hadi Kitale. Tulisimama pamoja na baba, na region hii yote ilikuwa blue, ilikuwa Azimio, na kutoka ziwa Victoria hadi bahari Hindi ilikuwa blue, Azimio ilishinda. Kutoka bahari Hindi hadi ziwa Turkana kule juu ilikuwa blue hadi Mandera. Tunaamini baba alishinda kura hii, lakini ile ukora Chebukati alifanya na commissioners wawili, tunajua yao yalikuwa ni kusaidia jamaa fulani ambaye anaumiza Wakenya hivi sasa. Si hiyo mnajua? Na ndio sababu tulikuwa na maandamano hapa Kisii. Maandamano yalikuwa hapa kali kabisa, sababu Kisii wakiwa na Simbarati wako imara kama simba. Hakuna watu waoga eneo hili. Na sisi tulienda kule Bomas na ndugu yetu Kalonzo Musyoka, sababu wakati ulifika baba akasema twende tuzungumuze na hawa jamaa. Tulipofika Bomas, wao wakataka mambo ya nafasi ya Mudavadi Prime Cabinet Secretary, nafasi ya Leader of Opposition na nafasi zingine, lakini mambo yanayoguza mwananchi, gharama ya maisha, walikataa kushukisha hata tax moja. Na leo nataka niwaambie nia yao, sababu yao kukataa, wana nia ya kuongeza ushuru tena in 2024. Bunge limefunguliwa Februari, kuna budget policy statement imewekwa mbele ya bunge. The trajectory of the BPS ni to increase tax on everything and anything that Zakayo can lay his hands on. Tayari mambo yote yameenda juu, hata juzi maziwa na mkate. Jamani, wewe ukitoka kwa nyumba mtoto haelewi, anasema dadi nataka mkate, wapi chai? Sasa Zakayo anataka hata ile chai na mkate peke yake, breakfast hataki watu wakule breakfast. Hiyo ni ungwana kweli jamani? Ameweka VAT 16%. Vile aliweka kwa mafuta, tukitoka na uhuru lita moja ya mafuta ilikuwa shilingi 159 shillings. Sasa imekuwa 200, imeshuka 199. Ni sababu ya doubling ya VAT from 8% to 16%. Hiyo sasa analeta kwa mambo ya maziwa na mkate. Ako analeta kwa sekta ya elimu. Kama wewe ni mzazi uko Kisii hapa siku ya leo, siku ile VAT itapelekwa kwa sekta ya elimu. Ile fees unalipa sasa. Na mimi najua hapa Kisii labda mko hapa na mzazi mtoto wako kwa nyumba, si inawezekana? Si kuna wengine mna watoto kwa nyumba? Si fees imeleta shida? Zakayo anaenda kuongeza hiyo fees, ushuru unaongezeka. Na ndio sababu tumesema sisi kama wanaazimio tunataka tuendelee kupambana na Zakayo. Watu wamepiga kelele, Zakayo anasema watu waanze kushikwa sasa. Ameenda Bomet, wakale wanampigia kelele. Wanasema kumbe ukale si ugali. Ugali ikipanda zinapanda kwa watu wote. Mafuta ikipanda zinapanda kwa watu wote. Kwa nini anapigiwa kelele Kericho kwa wakale? Anapigiwa kelele Mlima Kenya. Na anasema ati watu waanze kushikwa. Leo Simbarati, mimi najua wewe ukiwa hapa wewe si muoga.
Najua vijana wako hapa si waoga. Sisi na Kalonzo ni mawakili. Tumesema mtu akishikwa, vile vijana wameshikwa pale Bomet, tuko tayari twende mahakamani tuwatoe, lakini waendelee kupigania haki. Tuko pamoja? Mwisho, wengi hapa mnajua ya kwamba baba ako anaenda kule Addis. Tuko hapa kuambia watu wa region hii ambayo ni stronghold ya Azimio, stronghold ya baba. Let not your hearts be troubled. Msiwe na wasiwasi hata kidogo. Baba akienda kule Addis is a promotion. Yeye anaenda kuwa baba wa bara la Afrika. Anaenda kuwa Mandela wa pili kule Addis Ababa. Lakini amewacha timu ya Azimio iko intact. Ukiona hapa kiongozi wa Wiper Kalonzo wako hapa. Wamalwa wa DAP niko hapa. Simbarati ni vice chairman wa ODM wako strong wako hapa. Azimio iko imara. Na sisi tutaendelea kupambana na Zakayo hadi ashuke, sababu ya ushuru wake unaumiza mwananchi, sababu ya ufisadi, sababu ya ukabila. Wangapi wanakubali Zakayo aende nyumbani? Aende asiende? Zakayo